Umeona mama anauza karanga na korosho barabarani, anasomesha mtoto, anapeleka mtoto studio kama hivyo. Kwa hiyo usione hiyo video kasema video ipo chini ya ubora. Hapana, ndio pesa yake. Kwa hiyo kama utamchangia Mama Sally Voice, basi wewe namba yake unaiona hiyo, mchangie ili atoke hapo alipo afike kwa anapohitaji kwenda. Kipaji hakitengenezwi na mtu mmoja, kipaji kinatengenezwa na watu wengi. Kama vile tutavyokula na watu wengi mbele. Najua mbele huko Sally Voice labda miaka 5 au 3 4 mbele huko mambo yake kwa mazuri, atakumbuka siku moja sasa, na mzee mmoja pale ITV alinibeba bwana, ngoja hata nikamsalimie. Kuna mama yangu pale mdogo anaitwa Ana, ngoja nikamsalimie. Inawezekana hivyo, japo si sana, lakini Ana anajua sisi tuna watu wetu hapa wanatoka, basi hata ukiwapigia simu waje kuja kuongea wamepita hapa hawataki tena. Kuna msanii mmoja hatutaki hata kumtaja jina, wakati tukimtaja jina tutakuwa kama tumempa tena promo tena. Akapigiwa na Ana, njoo basi. Alafu basi msanii ndio hivyo tu, hata pamoja na kubebwa kote, lakini bado naye hivyo mwayangu. Basi ndio hivyo. Kuna wimbo mwingine upi unaloimba umesema nani? Sally. Kumbe bora mimi. Ni unaitwa? Kumbe bora mimi. Haya, lete hiyo kumbe bora mimi. Usharekodiwa huo? Ndio. Haya, imba. Nilishangaa nilipomkuta mtoto kama mimi amechoka amepauka. Nilishangaa nilipomkuta mvulana kama mimi amechoka amepauka. Hapo nikajua, nikabaini ukweli, mimi kupelekwa shule ndo mapenzi ya kweli. Nikagundua nikileta mzani nitafeli, kama kusoma nasoma sana ila changamoto keli. Kumbe bora mimi, kumbe bora, kumbe bora mimi, kumbe bora mimi, kumbe bora, kumbe bora mimi. Mimi na nafuu, kweli na nafuu, napata yote yani ngozi kumilomita 3, sio mchafu, chini mpaka juu, mda wote na shine mpaka mvuto macho ya watu. Hapo nikajua, nikabaini ukweli, mimi kupelekwa shule ndo mapenzi ya kweli. Kagundua nikileta mzani nitafeli, kama kusoma nasoma sana ya changamoto ngeli. Kumbe bora mimi, kumbe bora, kumbe bora mimi, kumbe bora wewe. Haya bwana. Sally Voice huyo, Salim akipambania kipaji chake na mama yake akipambania kipaji chake. Sally Voice, unawaambia nini wazazi ambao wanawazuia watoto wao wenye vipaji wasifanye muziki au vipaji vya aina yoyote? Awasikilize wanae na watoto wanachongea au wanachotaka. Sasa swaiba yangu, wewe unacheza mpira kweli shuleni? Au wewe akili yako kwenye muziki tu? Nacheza. Unacheza namba ngapi? Namba 7. Namba 7? Unakimbiza? Ndio. Wewe timu gani kwani? Mimi Simba. Yes. Kumbe wewe mnyama. Basi poa. Mama Salim, mtoto huyu ni wa kwako, na kwa sababu unafanya vitu ambavyo haviendi kinyume na utaratibu hasa wa kitaifa, kwamba huna ufanye uhalifu, unafanya vitu ambavyo vimenyooka, unampeleka mtoto wako shule, unamlipia kila kitu, unamlipia kwa studio, unafanya naye anafanya kile kipaji ambacho huwezi jua maisha ya binadamu labda ndio kinaweza kumtoa katika viwili ulivyofanya vyote. Wito wako upi kwa wazazi ambao wana watoto wao kama huyu mwanao, alafu
hawafanyii chochote. Maana kuna wengine kama alivyoimba hapa anasema kumbe bora mimi. Maana yake ni kwamba kuna watoto wengine wako njiani hawapeleki shule. Na watoto ambao hawasomi, usifikiri kama watoto ambao hawapeleki shule kwamba wazazi wao hawana kitu. Kuna watoto wazazi wao wana hela, wana uwezo, lakini hawawasomeshi watoto. Wao wanafahamu mambo mengine tu ya ujinga. Unawaambia vipi hawa wazazi? Na washauri wazazi wakumbuke kwanza dunia kesho. Watoto wao kama hivi, watoto wasimamie. Masuala ya shule wasimamie. Masuala kama mtoto ana kipaji basi wamuongeze kipaji. Sisi wazazi tumejisahau sana. Watoto wengi utawakuta mitaani. Wakati hapo mzazi wake kila siku ana nguo mzuri, ana kila kitu, lakini mtoto wanaona kama hasara vile kumvaisha mtoto. Wakati mtoto yule ndio taifa la kesho. Mimi nawashauri wazazi wenzangu wawe na moyo wa kuwapenda watoto wetu. Sylvester Rambo ameshaniwekea kibao kule. Nafikiri mmekiona. Wanangu wanataka kusoma, nauza karanga, nifanye nini? Ndio Mama Sele Voice hiyo. Tumeamua kukopa kidogo kwa msanii ambaye keshatoka, lakini tuwape watu ujumbe. Si unaujua ule wimbo? Ndio. Kwa hiyo pambana tu Mama Sele. Sawa. Mama Sele. Naam. Tumeongea mengi. Umekuja hapa, Watanzania wamekuona. Nini sasa unataka Watanzania wakusaidie? Unaomba kitu gani wakusaidie kwa maendeleo ya mtoto Sele Voice? Karibu. Mimi naomba Watanzania wananitazama wenye roho zao za huruma au za upendo wamshike mkono huyo mtoto. Endapo kama wanaweza waliwezeshe mimi mwenyewe biashara kale kajaijai kidogo. Wanitengenezee nobe, waniambie tengeneza meza, wanipe ile kama wanaweza. Na mimi ili nimuendeleze huyu dogo kwa vitu vyote viwili. Shule napenda asome vizuri, ndio maana amesema shida ni ngeli. Kweli watoto wanasoma Kiingereza sana. Sasa sisi wenye mkono mfupi, hiyo 200 yetu ya uji na 500 ya kula ubwabwa, hatuwezi hata kutafuta mwalimu kusema fundishe kidogo Kiingereza huyu. Ajue hata cha kuombea maji. Atasema hesabu nitaweza, Kiswahili nitaweza, na masomo mengine yote nitaweza. Lakini Kiingereza hichi mama kigumu. Lugha ya watu. Sasa Mwenyezi Mungu kama kuna mtu ambaye anatarajia na upendo na huruma na kila kitu, basi anaweza akatutafuta jamani, akatushika mkono. Sawa. Haya. Mtazamaji wa ITV, umemwona Mama Sele huyo. Anapatikana vipi mitandao ya kijamii Sele? Anapatikana, anaandika Sally Voice. Sally Voice ya. Sally Voice kwenye YouTube, Sally Voice kwenye TikTok, kwenye YouTube anaandika kote yupo huko mwamba. Voice. Sawa. Haya, namba ya simu? Namba ya simu 0788572660. Sawa. Sally Voice. Unaambia nini baba zako, wajomba zako, mama zako, shangazi zako? Unawaomba kitu gani wakusaidie kwenye muziki wako? Haya, twende Sally. Mimi naomba wanisapoti na shukrani sana. Sawa. Haya jamani, hana maneno mengi. Bwana mdogo anasema yeye anashukuru, katoa shukurani na anataka support. Haya. Nafikiri mmemuona, hata mimi mwenyewe namuombea dogo huyu Sally Voice, mumtoe hapa alipo afike kule anapohitaji kwenda. Naitwa Rajab Zomboko. Endelea kuangalia ITV kwani ina vipindi vingi na bora kabisa. Usisahau kwamba ITV ni habari ya dunia. Kula chuma hicho. Basi inatosha kivumbi leo.